Taarifa zinaeleza katika baadhi ya maeneo ikiwemo bandari, soko na makazi ya watu eneo la Katubuka yamepata athari kubwa kwa kuzama maji kutokana na mvua zilizonyesha miaka mitatu mfululizo na kusababisha uwekezaji na wananchi kupoteza makazi na mali zao. Lile eneo la Katubuka ni eneo ambalo lilikuwa muda mrefu watu wamekaa wanaishi, na kuna miradi ya serikali iko pale, kuna mabarabara ambayo yametengenezwa. Vile kuna barabara ambazo ni muhimu zaidi katika mkoa wa Kigoma ambazo zinaenda katika sehemu muhimu ya airport. Sasa hivi tumekuwa na shida, hata barabara za airport zimefunga zote. Ongezeko la makazi ya watu, ujenzi wa miundombinu mbalimbali imeelezwa kuwa chanzo kikubwa cha eneo la Katubuka kujaa maji. Watu wanajenga nyumba za kisasa zinatiririsha maji, wanatandika mawe kwenye ua, mafensi. Sasa haya maji yanaenda wapi? Tangu tumejengewa miundombinu ya barabara hii na mitaro yote ya mjini Mwanga yote imeingia hapa, mpaka bwawa limehemewa. Meneja wa TARURA wilaya Kigoma Mhandisi Elias Mtapima anasema mbali na mitaro kuelekezwa eneo la Katubuka, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi, wingi wa mvua umechochea ongezeko la mafuriko. Na hii mitaro ambayo imejengwa, kimsingi mitaro yote hakuna sehemu ambayo maji huwa yanapandishwa mlima. Kwa hiyo eneo la bonde la Katubuka ndio maji ambapo mitaro, baadhi ya mitaro itakiwa kuelekea, kwa sababu ndio eneo linaloelekea kwenye mteremko. Wataalamu wa mazingira wanasema madhara haya yangeepukika endapo tathmini ya athari za mazingira na uchambuzi wa mabadiliko ya tabia nchi yangefanyika kabla ya kutekelezwa kwa miradi ya serikali, uwekezaji na ujenzi wa makazi ya wananchi. Katubuka halipaswa kuwa ni eneo la makazi. Since 1970s, ile ni eneo ambalo ni eneo la maji. Miradi haifanyiwi tathmini ya mazingira. Au unakuta mradi tayari umeshaanza, ndo wanataka kuanza kufanya tathmini kwa mazingira. Sasa hiyo ni changamoto kubwa sana. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua anasema kuna kila sababu ya wataalamu na wananchi kujenga utamaduni wa kufanya ufuatiliaji kabla ya kuanzisha ujenzi wowote. Watu wengi wanajenga kiholela katika maeneo yenye mabonde, lakini wapo watu wakati mwingine wamepewa hati za kumiliki maeneo husika. Tunaweza tukasema ni kosa la wataalamu wetu ambao wanapima ardhi, ambao wanashughulika na sekta ya ardhi, lakini pia ni kosa pia la mnunuzi. Kutokana na changamoto hizo zilizojitokeza, serikali imeanza kuchukua hatua za kuondoa maji maeneo yaliyoathirika ikiwemo Katubuka na kuokoa miundombinu mingine. Tunaye mkandarasi ambaye yuko site anafanya design ambayo ni CJRE, ni kampuni ya Kichina ambayo inafanya design kwa ajili ya kutengeneza huo mtaro namna gani yale maji yatatoka. Kwa sasa wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wanasubiri suluhisho la kudumu, huku wataalamu wakisisitiza umuhimu wa kutekeleza miradi kwa kuzingatia tathmini ya mazingira ili kuepuka hasara zinazoendelea kujirudia. Mwajabu Hoza,